Leo ninataka niwaoneshe ni jinsi gani unaweza ukaondoa uoga wa kukataliwa na mtu yoyote. Ikiwa ni kazi, ikiwa ni demu fulani, mrembo fulani, ikiwa ni ndugu na jamaa ama marafiki ambao wanakukataa, ni jinsi ya kuondoa ule uoga wa kukataliwa ama yale maumivu ambayo unayapitia ambapo unapokataliwa, ambapo mtu anapokusema hapana, sitaki, sikuhitaji, wewe si mzuri, sura mbaya kama majivu. Yaani yoyote yale ambayo unayapitia ama kulingana na uoga ambao unaokupitia, leo napenda nikuoneshe ni jinsi unaweza ukauondoa. Yaani nakupatia 100% uweze kuondoa huo uoga. So cha kwanza ambacho itabidi uelewe, kukataliwa ama kukataa imeshaumbwa. Unanielewa? Kukataliwa ama kukataa imeshaumbwa. Na kukataa ama kukataliwa ni maneno, sio wewe, ni maneno. Akukatai wewe, ni anasema. Kwa sababu watu wengi wanaaminia ambapo mtu anapokusema hapana, sitaki, wewe unafikiria anakukataa wewe binafsi. Ama anakukataa ikikuwa umeapply kazi fulani, unasema amenikataa nisifanye kazi eti kwa sababu mimi ni Muislamu ama mimi ni Mkristo. Hapana. Kukataliwa imeshaumbwa. Na kukataliwa ni maneno tu. Yale maumivu ambayo unayapitia, ile uoga wa kukataliwa uko ndani mwako. Hakuna mtu yoyote ambaye anakupa uoga. Hakuna mtu yoyote ambaye anakuumiza. Maumivu yamo ndani mwako. Wewe ndio mwenye maumivu. Ngoja nikupatie mfano kidogo ambaye watu wengi wanashindwa kuelewa. Watu wengi wanashindwa kuidescribe, yani kupata kuelewa kiundani zaidi, kiundakindaki. Unaona, kitu kimoja unatakiwa uelewe. Mtu akisema hapana ama sitaki, sikuhitaji, sikupendi, toka wende, anasema hivyo kwa sababu yeye anajikataa mwenyewe. Unanielewa? Anajikataa mwenyewe. Maana yake nini? Mtu akikuita wewe ni mrembo, akuiti wewe ni mrembo. Anakuita mrembo kwa sababu anajisikia urembo ndani mwake. Kwa sababu urembo uko ndani mwake na anajisikia urembo ndani mwake, ndio maana anaamua kuliko abakie na urembo ndani mwake, anaamua kufunguka jinsi anavyojisikia moyoni. Anajisikia urembo moyoni, ndio anakuambia wewe ni mrembo, but urembo ulimo ndani mwake. Ndio maana mtu akisema wewe una lisura libaya, akwambii wewe una lisura libaya. Hapana, amejisikia lisura libaya ndani mwake. Ndio maana uweze ukasema eti ule mama ni mbaya. Hapana, ubaya uko ndani mwako wewe. Umejisikia vibaya, umejisikia ubaya, ukaamua kuvitoa vilimo ndani mwako uviweke kwa mtu mwingine. Unaona? Vilimo mwako ukaamua kuvitoa uviweke kwa mtu mwingine, but ubaya na uzuri uko ndani mwako. Kwa sababu wewe ndio unajisikia vizuri na ni wewe ndio unajisikia vibaya. Siku kuambia ujisikie vizuri na siku kuambia ujisikie vibaya. Vyovyote mimi nimefanya ni vitu ambavyo nimefanya. Kama nimekuzia chakula, sikukwambia ufurahi ama sikukwambia ukasirike. Wewe umefurahi kulingana na maana ambayo uliweka kwa vitu. Mtu akikupatia kitu, huyu ni mtu mzuri kabisa, Bwana Yesu asifiwe,
Unaona, unasikia raha. Mtu akifanya ingine kitu ambacho wewe unakiona ni kibaya, unasema ayo mtu ni mbaya sana huyu, amefanya vibaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajisikia vizuri. Kumbuka kisa nilikwambia, kibaya kimeumbwa. Manake kukataliwa na mtu kukutukana sio tatizo. Yale maumivu ya kukataliwa ndio tatizo. Excuse me. Msamani. Unasikia? Kwa sababu yale maumivu, kukataliwa sio njoo ili kufanya ukaumia. Hapana. Umeumia kwa sababu ya maana unaona kukataliwa. Utajiambia mwenyewe kulingana na mafikiro yako madogo, akili kidogo, mafupi kidogo. Utajiambia amenikataa kwa sababu sina sura nzuri. Amenikataa kwa sababu sina pesa. Amenikataa kwa sababu ya hiki na hiki. Na gisa amenikataa mimi si mzuri, mimi sio sawa. Hivi tuseme kwa mfano una kila kitu, urembo wote wa duniani, pesa zote za duniani unazo, alafu mtu bado anakukataa. Utajiuliza swali, ananikataa mimi ama anajikataa mwenyewe? Unaona? Tuseme niko na bilioni 10 za dola. Bilioni 10 za dola. Ninakuja kukupatia bilioni 10 za dola. Wewe unazikataa. Alafu mimi ninaumia kwa sababu umezikataa. Waone vitu vinashangaza. Na kupatia bilioni 10 za dola. Wewe unazikataa. Mimi ninaumia kwa sababu nakataa. Unajua kwa nini naumia? Kwa sababu ninafikiria ukizikubali manake niko sawa. Manake mimi ndio nitajisikia vizuri na nitakuwa sawa. Na yani kwa sasa utanisifu, utaniambia maneno mazuri, maneno matamu. Unaona? Unaniambia asante sana kaka, Mungu akubariki. Wewe unaweza kabisa. Mungu akuongezee tena na tena. Unaona? So umekatala na nilikuwa nafikiria utanishukuru, kunipikia magoti, unaniomba, unasema asante kaka. Unaona? Hiyo ndio ilituma niliumia, maana ambaye niliweka mtu anapokatala. But cha muhimu kuangalia, mtu akikatala akukatai wewe, anajikataa mwenyewe. Kwa sababu mimi nilikuletea kitu ambacho mimi ninakiona ni kisamani, wewe ukakiona si kisamani. So sio kama umenikataa mimi, umekataa. Unaona? Umejikataa mwenyewe, kwa sababu kukataa ni gisi mtu anavyojisikia moyoni. Na upendo ni gisi mtu anavyojisikia moyoni. Unaona? Na ingine kitu, sababu wengine ambaye naweza nikakupatia bilioni 10 za dola na ukazikataa, afu mimi nikajisikia vibaya. Unaona? Ni kwa sababu ninaamini siko sawa bila wewe kukubali pesa hizo. Siwezi nikawa sawa bila wewe kukubali pesa hizo, kwa sababu ya maana ambayo niliweka andapo mtu anapokukataa. Unanielewa? So sina mengi zaidi ya kuongea, ndugu wapenzi watazamaji. But ambacho nitakachosema, ninakushukuru kwa yote ambaye atakayekuachia video mpaka mwisho wa video huu, kwa sababu ni mengi nilipata kuyaongea na mengi ambaye mtapata kuyasikia na kuyaelewa, kwa sababu ni watu wengi ambaye hawaelewi mambo ambayo ninayoongea kwa sasa. But kwa muda huu unapata muda muafaka wa kupata kuyasikiliza. So nakushukuru kwa ndugu wapenzi watazamaji ambao wataendelea kuacha kipindi chetu, na kama una maswali yoyote ile pale, wewe acha kwenye comment sections, au nafasi hapo ya kuacha message yako ambayo tutapata kuongea kiundani zaidi. But kwa sasa tutaonana siku nyingine.